Iran utakavyoiathiri Tanzania. Na story hapa, wakati hali ya sintofahamu ikitanda Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi kati ya Israel na Iran, dunia inashuhudia mtikisiko wa kiuchumi unaogusa karibu kila kona ya masoko ya fedha, bidhaa, usafiri wa anga na hata mifumo ya uzalishaji bidhaa. Mara ya kwanza ilipotokea changamoto kati ya Ukraine na Urusi, tulihisi kwamba mapigano yale yako mbali, hayatuhusu sisi. Lakini kwenye issue za nafaka, that's when you realize kwamba kumbe tunategemea sana, kumbe Ukraine na Urusi wanafanya biashara na watu wengi sana pamoja na sisi hapa Afrika. Sasa hii hapa nakumbuka shipping lanes zikaanza kubadilika pale. Watu ilibidi hawawezi kupeleka meli zao katika mfumo wa kawaida, zingine zinacheleweshwa. Zikicheleweshwa, hiyo cost inaenda kwa anaye mnunuzi kwa kifupi. Yeah. So do you see umuhimu wa sisi kujitegemea karibu kila kitu kama ni forefront katika strategy zetu za investment kwa kwenda mbele? Kabisa. Na hili ni eneo ambalo pia tulishapata maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Rais na serikali yake, kuongeza uzalishaji wa bidhaa za muhimu na bidhaa za msingi ndani. Bidhaa kama sukari, mafuta ya kula, madawa, bidhaa ambazo tungependa sisi wenyewe kuwa na uzalishaji mkubwa, na hata vivutio vingi ambavyo tumeviweka na ile misamaha ya kodi katika bidhaa za mtaji nyingi tumeweka kwenye hizo sekta ambazo sisi tunaziona ni za msingi na za muhimu. Lakini umesema jambo kubwa kwamba kwenye dunia ya sasa, dunia ya utandawazi ambayo nchi na chumi nyingi za duniani zimeingiliana, zina ushirikiano mkubwa wa mabadilishano ya bidhaa pamoja na huduma, ni kweli kabisa jambo linalotokea upande mmoja wa dunia linaweza likawa na athari ndogo au kubwa katika upande mwingine. Na athari hizi zinakuwa hasa kama ulivyosema kwenye eneo la uchukuzi, kwamba kunapokuwa na changamoto yoyote kwenye bahari au upande mmoja wa bahari, inabadilisha ruti zile za uchukuzi, na wakati mwingine zinaweza zikaongeza au kupunguza gharama, lakini pia zinaongeza gharama pia ya bima ya usafirishaji wa bidhaa, kwamba ikiwa chochote kinaweza kikatokea, na yenyewe inaweza ikawa na athari kwenye bei, na wakati mwingine sasa bei ya mwisho ile ya mlaji. Lakini kama unavyosema, mkakati mkubwa ni kuongeza uzalishaji wa ndani, na kwenye lile eneo ambalo nilizungumza la kilimo, mazao mengi ambayo tunayoona yanazalishwa ni mazao ambayo yanaongeza utoshelevu wa chakula nchini. Vitu kama soya, mahindi, mpunga, lakini pia bidhaa kama sukari ambazo na zenyewe ni bidhaa za msingi sana kwa nchi yetu.